Basi hapa ilikuwa ni tarehe 30 Novemba. Mdada wangu ananisaidia kulea watoto hapa nyumbani aliniambia kuwa ana birthday na akaniomba nimpikie keki ya ndizi. Nikasema why not, hata hivyo anastahili, ananisaidia sana jamani. Hata hivi mnavyoniona nasimama na rekodi na posti mtandaoni ni kwa sababu yeye ndo anakuwa amewadhibiti hao watoto. Watoto wenyewe mapacha ndugu zangu, tena wako kwenye stage ya kutambaa, yani hapo wangekuwa sharibu kila kitu. Lakini namshukuru sana Mungu kwa ajili ya huyu dada anayenisaidia. Kwa nikasema nitamwandalia special banana cake for her. Basi nikaandaa mahitaji yangu, nikaanza kwa kuponda ndizi. Naomba ufuatilie process vizuri kuanzia mwanzo, utaona kitu ambacho nilikuwa nafanya. Nilianza kwa kuchanganya sukari pamoja na mayai ili sukari ilainike kidogo, okay? Nilivotoka hapo nikaweka Prestige na yenyewe nikaichanganya vizuri. Baada ya Prestige nikaweka ndizi. Hizi process 3 za mwanzo za kuchanganya sukari, mayai na Prestige ndo nilitumia hand mixer. Huku kwingine kote ninatumia tu spatula kama mnavyoona. Baada ya ndizi nikaweka flavor, nimetumia banana flavor, nimetumia vanilla flavor, nimeweka na mdarasini kwa ajili ya kuongezea ladha. Nikaweka na buttermilk, nikachanganya vizuri kabisa. Nitaendelea kwa kuweka unga. Sasa hii recipe, hii keki nimeipika zamani kidogo, ni muda mrefu sijaipika. Kwa hiyo hata hii recipe nilotumia ni recipe ambayo nimeitengeneza upya baada ya kufuatilia huko mtandaoni, nikatengeneza recipe yangu upya. Recipe nimeandika kwenye caption, kwa hiyo nawe kama ukipata muda naomba ujaribu. Uniambie keki yako imetokaje. As for me, keki ilitoka vizuri sana, keki ilichambuka, keki ilikuwa very sweet, ndizi imekaa mahali pake, yani kila kitu kilikuwa kimekaa mahali pake. Lakini changamoto nilogundua, hii keki ni nzito kwa sababu ya ndizi, yani iko dense. Kwa usijaze mkorogo kwenye tini. Kama mimi hii keki ya kwenye baking tin ya inchi 6 hiyo ya duara, juu haikukauka vizuri kwa kweli na ilikaa kwenye jiko zaidi ya lisali moja. Basi tukapika pilau letu zuri, tukala hapo nyumbani. Tulivyomaliza tukaenda kusherehekea birthday yetu na wadogo zetu wengine somewhere. Ilikuwa ni nzuri sana. Dada yetu Priska akakata keki yake kikubwa, nashukuru aliipenda, alifurahia hivyo. Lakini keki sikufanikiwa kuipamba, hali yangu ilikuwa sio nzuri, kwa hiyo tu nikawa nimeipaka cream cheese frosting kwa juu. Banana cake inaenda sana na cream cheese frosting. Kwa hiyo the cake was very sweet na zilikuwa 2, tukakata hii ya square, tukala pamoja na watoto. Nyingine tukawa tumewaachia wale baadaye. It was nice kwa kweli. Thank you for watching.